tushughulike na masuala ya ardhi. Ni kwa sababu hauwezi kumtenga mwanadamu na ardhi. Ndio mwenzako kumwambia hauwezi kumtenga mwanadamu na ardhi. Mwanadamu yeyote aliyetimamu, kazi zako zote, shughuli zako zote unafanya juu ya nini? Kama unatembea juu ya nini? Shughuli zako zote unafanya juu ya nini? Unajenga nyumba juu ya nini? Unatafuta pesa. Hizo pesa unazozitafuta, malighafi inayotafuta hiyo pesa zinatengenezwa kutoka kwa madini na makaratasi. Ukiangalia malighafi inayotumika kutengeneza pesa, hata karatasi, inatokana na mti, na wengine inatokana na madini. Kwa namna moja mwingine yote inatoka wapi? Na ndio ni maombi yangu kwa jina la Yesu Kristo, ardhi lazima ikuitikie. Ardhi lazima ikuitikie. Ardhi lazima ifunguke kwa ajili yako. Sema ardhi, popote ulifungwa kinyume changu, ya kuwa sitastawi, natangaza ardhi, kila mifumo mibaya iliyopangiliwa juu ya ardhi kinyume na maisha yangu, natangaza hiyo mifumo ninaibadilisha, nikaweza kupata matokeo katika hiyo mifumo ya ardhi, maeneo na makazi husika, katika jina la Yesu Kristo. Wana wa Mungu, tunashughulika na ardhi ni kwa sababu Wafalme wa Pili sura ya 2:17 mpaka 23, mahali hapa ni pazuri kama Bwana wangu aonavyo, lakini maji yake hayafai na nchi kuzaa mapooza. Tunafanya ukombozi wa ardhi, makazi na maeneo husika, ni kwa sababu kuna maeneo yanazaa mapooza. Kuna maeneo hayataki vitu vifanyike. Mwana wa Mungu hawezi kustawi na kufanikiwa maishani pasipo kushughulikia swala la ardhi. Siku moja Mungu alinizungumzia, akaniambia, mwanangu, nilikuwa nimetembea na Mungu, nimekaa na Mungu, lakini kuna vitu ambavyo vilikuwa nikiviangalia sivipendi. Kuna vitu napambana navyo. Shangaa kwa namna moja ama nyingine, naangalia watu wa kwetu ni wasomi, watu wamestawi, wenye vyeo vikubwa vikubwa, lakini unapata katika zile koo vifo vinatokea, vifo visivyoeleweka. Unapata maeneo watoto hasa wa kiume wakifika umri fulani ndio wanakuwa kama wachanganyikiwa. Unashangaa maeneo watu wanateswa na roho ya kichaa, watu wanateswa na roho ya uwehu ama uenda wazimu. Unapata magonjwa yasiyoeleweka. Wakati mmoja nikawa nauliza Mungu, how can we do to change such like a situation? Tutafanyeje tubadilishe vitu kama hivi? Mungu alinipeleka kwa kitabu cha Hagai sura ya 2:6 mpaka 9. Yaani hapo Mungu alinipa somo, akaanza kunifundisha na kunisemesha. Akaniambia, mwanangu, Bwana mwenyewe alivaa magwanda, anaitwa Bwana wa majeshi. Sasa hapo Roho Mungu akanipeleka kuanza kunielimisha, akaniambia kote duniani kuna watu wanaitwa wanajeshi. Alafu hapo wametaja Bwana atatikisa bingu, yaani kuna wanajeshi wa angani. Bwana atatikisa bahari, kuna wanajeshi wanakuanga wanajeshi wa majini ama vyanzo vya maji. Alafu akasema atatikisa nchi kavu, wanajeshi wanaohusika na masuala ya nchi kavu, ili kulinda himaya na usalama na ulinzi wa nchi husika. Anga hizi tatu, watoto wa Mungu, zinahusika pakubwa sana na mafanikio na upenyo wa watoto wa Mungu. Kama haujui kushughulika na anga ya bingu, ni elementi zinazotawala dunia. Ndio unaona katika Ufunuo 12, utasoma kwa wakati wako, mstari wa 1 na kuendelea, saa mpaka wa 10 kule na kuendelea hata mpaka mwisho. Inasema ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Ati ishara kuu ilionekana mbinguni. Mbingu zako kuna ishara zinaashiria. Mbingu zako kuna vitu ambavyo vikiangaliwa kwa ulimwengu wa kiroho vinaonekana. Na ndio unaona katika mbingu za Yesu Kristo alipozaliwa katika uso wa dunia. Katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 2 ile mstari wa 1 mpaka wa 13, ati Yesu tu alipo mbingu zake walipoziangalia, ishara ilionekana. Wale mamajuzi inasema Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode. Tazama, majuzi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Mbingu zako zinaeleza ishara wewe ni nani,
utakuwa nani, utafanya nini katika uso wa dunia. Na ndio kwa lugha nyingine inaitwa hatima, kwa lugha nyingine inaitwa kipawa, kwa lugha nyingine inaitwa huduma, kwa lugha nyingine inaitwa kipaji, kwa lugha nyingine unasikia inaitwa nyota. Sasa wewe usipoelewa hizo anga na vile zinafanya kazi, kuna uhusiano mkubwa sana kati ya majira ambayo mtu alizaliwa na kile kilichoonekana kwa ulimwengu wa roho, katika mbingu za ulimwengu wa kiroho. Mtu huyu atakuwa mtu mgani? Sasa wale watu waovu huwa wanapambana na hicho kitu, na ndio unaona yule mtoto alipozaliwa katika Ufunuo 12 ambaye anaashiria ni Yesu Kristo, unaona kulikuwepo na ile joka aliyekuwa tayari kumzaa, aliyekuwa tayari kumumeza yule mtoto aliyekuwa amezaliwa. Wana wa Mungu, hakuna vita vikubwa kama vita vya hatima. Watu wenye vita vya hatima wanapitia mambo makubwa, wanapitia mateso makubwa sana. Watu wenye hatima wanapitia mapambano makubwa sana. Unaweza shangaa wanachukiwa tu na watu bila sababu. Unasikia watu wanakuhamia tu vitu vyao, watu wanawanyang'anya vitu vyao. Matatizo si wao, ni kwa sababu ya kile wanachokibeba. Geukia mwenzao mwambie, uendekao unapitia mapito fulani, usijidharau ama kujiona we haufai. Ni kwa sababu ya hatima unaoibeba. Na natangaza kwa jina la Yesu Kristo, hatima yako haitakandamizwa, hatima yako haitakanyagiwa chini, hatima yako itakuwa kuu, hatima yako itastawi katika jina la Yesu Kristo. Akasema akatikisa bahari. Kwa nini tutikise bahari? Isaya 23 mstari wa 4. Kuna ngome ambazo huwa zinapigana watu wa Mungu kutumia vyanzo vya maji. Tahayari Sidoni, tahayari Sidoni, kwa maana bahari imenena. Geukia mwanza mwambie, je, bahari ina mdomo? Muulize tu, tunataka tuende practically. Je, bahari ina mdomo? Kwa nini Biblia inasema kwa maana bahari imefanya nini? Imenena. Hiyo ngome ya bahari ilisema, sikuona utungu, wala sikuzaa, wala sikulea vijana, wala sikulea wanawali. Kuna ngome zinapambana na hatima watu wa Mungu kutumia vyanzo vya maji. Ndio wakati fulani kuna aina ya mapepo yanaitwa majini. Yokia mwanzo mwambie, ukisikia majini, neno majini ni viumbe vinavyotokana na maji. Majini. Bahari inazungumzaje na bahari inanenaje? Haya ni mambo ya kiroho. Yaani kumaanisha kuna vitu huwa vinapangiliwa kupitia vyanzo vya maji. Wanaweza pangilia kutumia vidimbwi, kutumia mito, kutumia bahari, kutumia ziwa, kutumia seas na kutumia oceans or lakes kufunga hatima ya watu. Wanaweza tamka watu wote ambao wanakaa katika vyanzo vya maji ama nini, kuna vitu visifanyike kwao. Ama wanaweza pangilia, wanaweza fanya matambiko ya aina fulani kutumia vyanzo vya maji. Twende Ezekieli 26:12 unielewe vizuri. Nao wataufanya utajiri wako kuwa mateka. Wataufanya utajiri wako kuwa mateka. Na bidhaa yako kuwa mawindo. Nao watazibomoa kuta zako. Na kuziharibu nyumba zako zipendezazo. Nao wataweka mawe yako, na miti yako, na mavumbi yako, kati ya maji. Kuna vyanzo vya maji ambavyo vinahakikisha, anasema wataufanya utajiri wako kuwa mateka. Geukia mwenzako mwambie, tajiri mwenzangu, nani aliteka utajiri wako? Mwangalie kimasomaso. Haleluya. Muulize tajiri mwenzangu, nani aliteka utajiri wako? Hakuna mtu asiye na uwezo. Lakini hawa ambao wanateka utajiri wa watu, wanaufanya utajiri wa mtu kuwa mateka. Natangaza utajiri wako wa kipawa chako hautatekwa mateka. Amen. Utajiri wako wa mali haitatekwa mateka. Amen. Mipango yako haitatekwa mateka. Amen. Hatima yako haitatekwa mateka. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Ati na kufanya bidhaa zako kuwa mawindo. Bidhaa kuwa mawindo ni kumaanisha nini? Ndio nataka nikuonyesha hapa. Bidhaa kuwa nini? Unakuwa sokoni ama umenunua bidhaa unataka kuiuza. Umeona, ukitaka kujua bidhaa inaweza fanywa mawindo. Ni watu wangapi ana ardhi yake, ana mali yake, unataka kuiuza lakini haiuziki. Hujawahi sikia vitu kama hivyo?
unataka uiuze. Geukia mwenzako mwambie nini kinazuia isiuzike. Na hata wakati mwingine umeiwekea bei ya kawaida tu. Hata unaona mtu anakuja anaiangalia, baada ya kuiangalia unashangaa, anasema kesho tunamaliza, tunafanya transaction, utapokea muamala, mwisho wa siku haitokei. Bidhaa imefanywa nini? Sema kwa sauti. Ulienda Uturuki, ukaenda nchi za nje, ukaleta manguo ama nini, ulipoweka dukani wateja wanakuja wanaguzaguza tu, hii ngapi, mwisho wa siku hawanunui. Lakini huyo anasema kesho, unasikia amenunua kwa mwenzako. Unajiuliza ni nini? Bidhaa imefanywa kuwa mawindo. Kuwaenda dukani ama mahali sokoni, unapata sufuria haijauzwa lakini imepiga kutu kabla haijauzwa, kabla haijanunuliwa. Si kama una mtu ananielewa? Bidhaa imefanya nini? Yaani nguo, ulileta nguo ilikuwa kwa fashion mpaka imeisha fashion, lakini baada haijawahi pata mteja. Bidhaa imefanywa kuwa nini? Sema bidhaa zangu hazitafanywa kuwa mawindo katika jina la Yesu Kristo. Ati nao watazibomoa kuta zako na kuziharibu nyumba zako zipendezazo. Mtu unasema jamani, wacha nijenge nyumba, pengine kuwe na wapangaji. Roho inatokea wale wapangaji, si ati hawapendi. Kuna mazingira yanakuwa magumu, kulipa kodi inakuwa ni matatizo. Na hata wakijaribu kulipa, hata wakikaa, vitu haviendi. Unajiuliza ni kwa nini? Wameharibu nyumba zako zipendezazo. Alafu inasema nao wataweka mawe yako na miti yako na mavumbi yako kati ya maji. Unasema anataka kujenga, hapo ndio anajenga basi. Ndio mawe hiyo, ndio miti. Wale wa jamaa, ambia mwenzako, mwambie wa jamaa wa African Science. Ndio kile mwenzako mwambie mafundi wa African Science.